want to talk to you about the threshing floor of Onan in the next few minutes, and I believe that God is going to bless you. There is a story, by the way, this story is recorded twice in the scriptures, in the book of Samuel and in the book of Chronicles. Now, in the book of Chronicles, the Bible says, and Satan rose against Israel. So Satan provoked David to conduct a census. Na mimi tunajua what a census is. Do we know what a census is? Ile ya kuhesabu watu. Unakumbuka wakati wa census vile wanauliza maswali. Unaishi kwa hii nyumba? Ulikuja hapa lini? Level yako ya masomo, na watoto uko na ngapi? Na wamesoma, mkubwa wako wapi? Mdogo wako wapi? So David, the Bible says, he commanded the captain of his army, ambaye anaitwa Joab, and the elders in his town. He told them, go and conduct census. Go and count the people. Now, I want you to note something, that when David was giving this command, sio ya kwamba walienda kwa vita wakashindwa vita, watu wakauliwa. Sasa Daudi anataka kujua ni wangapi wamebaki. Daudi akiamrisha mkuu wake wa jeshi amsaidie kuhesabu watu, he was doing that because the Bible says the devil provoked him to do it. Are we together? So the question is, what is so special about census? And why is the enemy so interested in census? What is so wrong with census? Because Daudi alipomaliza kuhesabu watu, Biblia inasema the Lord was displeased. Mungu hakufurahishwa na hilo jambo. Lakini kuna huyu mkuu wa majeshi anaitwa Joab. Yeye wakati aliondoka mbele ya Daudi hakufurahishwa pia. Akasema, why is the king giving such an order? Kwa nini mfalme anatuamurisha tuweze kuhesabu watu? Na Biblia inasema kwa sababu alitumwa kuhesabu all the tribes of Israel, he did not count all of them. Alihesabu 10 tribes. Lakini wakati alifika kwa Levites, akaachana na Levites, na pia akaachana na wale wanaitwa Benjamites. Akarudi kwa Daudi. Na Biblia inasema hakuhesabu hao wawili kwa sababu na yeye alikuwa hataki hiyo kazi. Are we together? So David is a king, lakini anatuma mtu chini yake na mtu anakataa kazi, kwa sababu huyo mtu anasema, mimi ndani yangu sisikii kama ni mapenzi ya Mungu tufanye hivyo. Na kweli haikuwa mpango ya Mungu. Biblia inasema ukisoma hapo 1 Chronicles chapter number 21 verses 1, that it was the enemy, ni adui aliweza kuwasukuma. Walipata hiyo msukumo kutoka kwa shetani wafanye hivyo. Now, nataka ujue ya kwamba before this scripture, David went to war with the Philistines and they defeated the Philistines. The Israelites went to war with the Ammonites. They defeated the Amorites. They went to war with all the enemies. And the Bible says they defeated all of them. And they built a garrison at Damascus. So, if anything was to go by, kuhesabu watu haikuwa priority. Lakini hata kama alihesabu watu, ni dhambi gani alifanya? Kwa sababu wakati Daudi alimaliza kuhesabu watu, ndio Mungu akatuma nabii Gad. Nabii anaitwa Gad. Akamwambia, nenda kwa Daudi, muambie achague vitu 3. Moja ni miaka 3 ya kupigwa na adui.
miaka 3 ya famine, ya njaa. Hakuna maji, hakuna chakula, miaka 3. Namba 2, mwambie Daudi achague miezi 3 ya kukaa chini ya adui. 3 months being overtaken by the sword of the enemy. The third option is 3 days being overtaken by the sword of God. Nataka ufikirie hizo vitu 3, uone kama ni wewe ungechagua gani. Mungu anakuambia chagua vitu 3. Number 1, miaka 3 ya njaa, hakuna chakula, hakuna maji. Number 2, miezi 3 ukiwa chini ya adui yako, wanawaua vile wanataka. Number 3, siku 3 ya kupigwa na Mungu. Daudi alikaa chini akaangalia hizo options. Wakati aliangalia options zote, akasema afadhali we fall in the hands of the Lord, kwa sababu Mungu wetu, he is a God full of mercy, he is a God full of grace. So Daudi akamwambia nabii, mimi nachagua the third option, afadhali siku 3 ya kuangamizwa na Mungu. Naye wakati nabii aliondoka hapo, Biblia inasema malaika wa Mungu, malaika wa vita, yule malaika alipiga watu Misri. Malaika aliinuka na upanga, na wakati malaika alitembea siku 3, 70,000 people died. 3 days, 70,000 people died. So the Bible says that the angel, he carried his sword and there was a plague. Alilete pigo and 70,000 soldiers died. Wakati watu wanajeshi 70,000 walikufa, Daudi alienda kwa kilio akitubu, akisema, Mwenyezi Mungu, is it not I who has sinned against you? Why do you kill the sheep of Israel? Kwa nini hawa wanaangamia? Kwa nini hawa wanakufa? Si ungedeal na mimi, kwa sababu ni mimi niliamurisha hiyo census. You could have dealt with me. Bwana asifiwe. Na ndio hapo hivyo Biblia inasema Mungu akamfungua macho, akamuona malaika. He's an angel of God. That angel that was bringing a plague in Israel. Daudi akamuona akiwa amebeba upanga. Na wakati malaika alifika mahali panaitwa the threshing floor of Onan, akasikia sauti ikimwambia stop. Bwana asifiwe. Daudi, Biblia inasema ukisonga hapo mbele, alichukua wazee wakavaa zile mavazi ya magunia, na wakati waliweza kuleta toba mbele ya Mungu, ndio Mungu tena akanena kupitia kwa nabii, akamwambia go and build an altar on the threshing floor of Onan. Are you following? So there is an angel that is killing people, but as the angel was moving with his sword killing 70,000 people, he came to a place that is called the threshing floor of Onan. That is when the angel heard the voice say stop. Mungu akamwambia stop, stop it. What is a threshing floor? Now I know majority of us tumeelewa ile maisha ya ushago. Nilikuwa naona tukiwa ushago wakati wa kuvuna, tuseme kama mahindi, kwa sababu hapa kuna watu wametoka area za mbaazi, kuna watu wametoka area ya mahindi, na kuna watu wao wanapanda cassava. So nataka uchukue hiyo picha na ile kitu iko kwenye. Kama kwetu tulikuwa tunachukua kama ni mahindi, tunaweka ndani ya gunia. Kuna kale ile gunia mzee hivi ndio tulikuwa tunatumia. Munachukua mahindi munaweka ndani ya gunia, then you take some stick, then you begin to hit. How many people are aware of what I'm saying? Unaigonga
hadi mahindi yenyewe inatoka. Bwana asifiwe. Then when you pour it out, ndio utakuta kuna zingine hazijatoka, hizo unaweza zimalizia. Now, in the ancient days of Israel, whenever they harvested what is called wheat, kwa sababu kwao they were planting wheat and barley. Now, the wheat, they were also operating like that. Ni kama tu millet. So wanachukua wheat kama ni wheat wametoa kwa shamba. They take it, they put it on the floor. So they make a flat surface kama hii madhabahu. They make a flat surface where they can hit or beat the wheat. So wanaweka wheat, wanaanza kuigonga so that the grain can separate from the stalk. Are you following? Once it is separate, that is the first process. What is happening on the threshing floor? They hit or beat the wheat. Then they take this. Hii ndio inaitwa chafu. Ile uchafu. Hello? And then once they hit that, wanabaki sasa ni grain, lakini bado kuna uchafu. So the next step inaitwa winnowing. Winnowing ni ile process, unachukua grain, unamwaga pande hii, na unachukua hiyo ingine unamwaga. And then you must be in a position where there is some wind. The wind is blowing. Those people who have tasted maisha ya ushago unanielewa. So tulikuwa tunatafuta mahali. Mimi nilikuwa naona mama yangu hata anajua kuita wind. Wana blow hivi, unasikia upepo inakuja. Upepo inabeba hii soft nayo inakuachia grain ambayo unapeleka kwa kisiagi. So a threshing floor was a place where they beat the wind, the wheat. Once they beat the wheat, they do the winnowing. They do the winnowing. Kuna wale wa mama wanatumia, wanapeperusha hivi. Alafu wakati unairusha juu, upepo inabeba hiyo uchafu, ile light, then unabaki na grain. All that process happens on the threshing floor. Are we now together? So wakati Daudi anaona malaika amebeba upanga, anatembea Israeli mzima akiua, akilete plague. Lakini wakati alifika in the threshing floor of Onan, mahali ambapo ngano inagongwa, mahali ambapo kuna separation, mahali ambapo wanatengeneza ngano, wanatengeneza mahindi, wanatengeneza mawele, ndio sauti ya Mungu ikashuka ikasema stop. Now the same exact place ndio Mungu anamwambia Daudi, enda ujenge madhabahu mahali pale, so that I can remove the plague. And you know that place belongs to Onan. Ndio Daudi anaenda kwa Onan, anamwambia tunaomba, we need the threshing floor so that we can build God an altar. Wakati Daudi alifika kwa Onan, Biblia nasema Onan, he went down on his knees and he felt prostrate before the king, kama vile walikuwa wanafanya kitambo, na akamwambia, mfalme, it is not even about the threshing floor. Take the threshing floor if you want. Na pia if you need an oxen, kama unahitaji ng'ombe, kama unahitaji ng'ombe nitakupatia ya sadaka. Na pia kama unahitaji grain, because there was burnt offering, the grain offering. If you need the grain for the offering, pia nitakupatia. And if you need the complements, the wood, kila kitu ambacho unataka nitakupatia. Ndio Daudi anamwambia, I'm not going to offer a sacrifice that does not cost me. Are you following the story? So my question, the first question is, Daudi ameamrisha watu wahesabike. What mistake did David do that displeased the Lord? Daudi alifanya makosa gani? Hebu fungua nami in the book of Exodus chapter number 30.
verses 11. The first mistake of counting, because the first time Mungu ameamrisha the Israelites to be counted, it is God who gave the instruction. Exodus chapter number 30 verses 11. Yani kila mtu ambaye anahesabiwa lazima atoe sadaka fulani. Are you people getting the point? So counting people sio kama vile tunafanya huku kwetu. Unaenda kwa hii boma unahesabu, unaenda kwa hii boma unahesabu. Mungu alipeana amri kwa Musa, akamwambia, when you are counting my people, wale watu wa kuhesabiwa lazima watoe dhabihu. They have to give a sacrifice. Are we together? Now, when David commanded his men to count people, he never asked for that offering. So that was the first mistake. They never gave an offering, a half shekel measured with the weight of the sanctuary. They never gave that sacrifice. I'm not going to read the whole of that, but this was the first mistake. Every person that was being counted was supposed to give a ransom. Are we together? Then number two, the second reason why God was displeased by the census. Now, Mungu alikuwa amempatia Daudi ushindi. Daudi alishinda vita nyingi sana, lakini ndani yake alifika mahali akifikiria, akaanza kufikiria hii ushindi yote ni kwa sababu ya jeshi lake. So David grew confidence in his army. Kama umewahi kuwa coach na mumetoka kucheza na timu fulani mumeshinda, mumecheza na team 2 mumeshinda, team 3, team 4, team 5, team 10 mumeshinda, kuna kakitu kana kuingia. Unaanza kuona hii ushindi ni kwa sababu niko na Peter, ni kwa sababu niko na Karo, ni kwa sababu niko na Ken, ni kwa sababu niko na Kizito. Yani unaanza kuweka confidence, your trust, your hope in your team. So Daudi aliingiwa na kiburi kwa sababu ya zile vita zote walishinda, akaona kana kwamba the victory they are getting is because of the army. And by the way, in the book of Exodus, ni Mungu alipeana instruction watu wahesabiwe. In the book of Chronicles, ni Daudi alisema Mungu hakumpatia any instruction. God never instructed David to count people. Ni Daudi mwenyewe alijiita mkutano, akaangalia zile vita zote ameshinda, akakuwa na confidence kwa watu yake, akasema wahesabiwe, nataka kujua idadi yao. That thing displeased God. Na Biblia inasema kwamba Mungu aliachilia malaika wa kifo, na siku hiyo watu 70,000 walikufa. Are we together? Now, the first verse ile tulisoma in the book of 1 Chronicles 21 verses 1 inasema, it is the enemy that provoked David. Nataka niwaambie kitu wapendwa, kuna wakati adui anaweza kukutafuta kwa njia fulani akose kukupata. The enemy can look for you. Vile wana wa Israeli walitafutwa na adui. Angalia wakati wa Balaam na Balak, waliingia kwa vita, wakawa wanashinda, kila vita wanashinda, kila vita wanashinda. Ndio shetani akaona the best way to bring these people down is to change the tactic, kwa sababu kama ni vita ya hivi mwili sitawaweza, so I'm going to change the tactic. Nitatafuta mtu anilaanie hawa watu. Na uenda uko mahali pale na wewe, kwa sababu sasa we fight a battle that is spiritual. Wamekujaribu na njia yote, lakini hawaja kuweza. Wamekujaribu na pesa, umeshinda.
Wamekujaribu na mipango ya kando, umeshinda. Wamekujaribu na kiburi, umeshinda. Wamekujaribu na mambo yote, umeshinda. Sasa kile shetani atafanya ni kubadilisha the tactic. Na hivyo ndivyo ilifanyika. Walilete the Jebusites, wakashindwa. The Hittites wakashindwa. The Amorites wakashindwa. The Philistines wakashindwa. Shetani akajua hawa watu kuwaleta chini ni kuwagonganisha na Mungu wao. Tutumie sheria tuwagonganishe na Mungu wao. Na ndio maana the Bible says Satan provoked David to count people, na Daudi akasahau kuitisha ransom. Are you following? So you can imagine, even if you are victorious. Najua kuna watu hawana shida ya wasichana, hawana shida ya wanaume, hawana shida na pesa, hawana shida na mambo yoyote, lakini adui bado atakufuata. Angalie vile atakugonganisha na Mungu, so that the God can take away the grace, the cover that is upon your life. So adui akijaribu hii njia akute umefunga, he's going to use another tactic. This is what he used, and he got them. 70,000 soldiers died. Na si eti walipigwa na adui, hapana, ni Mungu alikuwa anawapiga. So tujiangalie sana tunapotembea na Mungu. Let us not grieve the Holy Spirit. Hello? Because you can overcome all the battles, lakini vita moja tu unashindwa to please the Holy Spirit. Kila wakati you grieve the Holy Spirit, unamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Hiyo ndio inakuwa the source ya mwanguko wako. Hallelujah. Oh my God. Inua tu mikono, sema I receive the grace to overcome all the battles in the name of Jesus. Let us come back to the threshing floor because of time. There is something special about the threshing floor. The Bible says there is somebody whose name is Ornan. He had a threshing floor. Now by the way, malaika akitembea Israeli mzima akiua, there were other threshing floors. Alipita threshing floor ya kila mtu, lakini Biblia inasema wakati malaika alifika in the threshing floor of Ornan, then the Lord said stop. So malaika anamwambia, go tell David to erect an altar by the threshing floor of Ornan, by the threshing floor of Araunah. What is so special about the threshing floor of Araunah? So the Bible says Araunah mwenyewe, yeye wakati alimuona malaika wa Mungu, aliendelea na kazi yake. Lakini sauti ya Mungu imeshuka ya kwamba we need this threshing floor. Kwa nini madhabahu ijengwe on the threshing floor? So tulikuwa tunachukua, tunaigonga. Tukishagonga kunakuwa na ile process ya separation. Hapo ndio Mungu anasema awekewe madhabahu. Kwa nini kote Israeli mzima Mungu anachagua mahali panaitwa the threshing floor? Mahali kuna gongwa mahindi, kuna gongwa ngano, alafu mahali kuna kwanga na separation. Now there are three things we need to know about a threshing floor. Number one, it is the place of meeting or the place of marriage. If you read the story of Ruth and Boaz, the Bible says Ruth was gleaning in the farm or in the land of Boaz. And the Bible says her mother-in-law said to her, go to the threshing floor of Boaz at night. Go and lie at his feet. So during the time of Ruth and Boaz, there was also a threshing floor. So walikuwa wanavuna, wakivuna ngano,
wanaenda wanagonga mahali pale, na kwa sababu kuna a lot of grain hawangeweza kuiacha hivyo. Kulikuwa na watu wanalala hapo kuchunga. Ndio Naomi akamwambia a daughter-in-law, nina uhakika Boaz amelala wapi? At the threshing floor. Mfuate huko and go and lie at his feet. The first place of marriage or meeting, a threshing floor is a place of meeting or marriage. This is a place where transactions that relate to marital transactions, they take place. So that is why Ruth had the confidence to go and lie at the feet of Boaz. Asubuhi Boaz anastukia, nasikia mtu amelala kwa miguu yake, akamwambia toka na mtu asikuone. And then from there we know the story. Ruth became in the lineage of Christ. Boaz became the great grandfather of David. Bwana asifiwe. So a threshing floor is a place of meeting, a place of marriage. Are we together? Yeah, it is a place where transactions takes place. There are so many mentions of threshing floor in the Bible. Hatutazisoma zote. But anataka kukuambia a threshing floor is a place of marital transactions. It's a place of new beginning. Number 2, a threshing floor is a place of beating. Sema kugongwa. The place of beating. Beating. You can write beating. Today God is calling us back to the threshing floor. Unifinya